Yes bana, mambo vipi? Karibu tena. Mimi naitwa Godwise. Umesikiliza ngoma We Are Different ya kwake Jason Derulo, Bishosto kuitwa Shenseea, then Diamond Platnumz hapo katikati wakamaliza mtu tatu. Ngoma inaitwa We Are Different. Of course hii ni ngoma ambayo itatumika kwenye mashindano ya AFCON. Kwa wale wapenzi wa mpira wa miguu tunafahamu kwamba mmoja kati ya mashindano yenye ushawishi mkubwa barani Afrika ni AFCON, ambayo imekuwa kujumlisha timu za mataifa mbalimbali kutokea bara la Afrika. So this time around ndo habari ya mjini kwenye swala zima la michezo, au sio? Lakini pia tunafahamu kwamba burudani pamoja na michezo ni vitu ambavyo vinaenda sambamba, na mara kibao tu tumeweza kushuhudia jinsi ambavyo wasanii wakipata nafasi ya kuweza kushiriki katika matamasha mbalimbali ya kimichezo. Hata hapa kwa Tanzania zile Simba Day, Yanga Day, tumeweza kuona jinsi ambavyo wasanii wamekuwa wakifanya performance kwenye zile events. Lakini pia hata katika mashindano ya kombe la dunia au vibana UEFA na finali zote hizo ambazo tumekuwa tukizishuhudia, mara nyingi tunaweza kuona jinsi ambavyo entertainment kupitia music industry na penetrate pale na kila kitu kinakuwa fresh, bonge moja la combination. So Diamond amepata nafasi ya kushiriki katika wimbo ambao utatumika katika mashindano ya AFCON katika msimu huu, au sio? Kuna Jason, mtu mbaya kabisa, Shenseea, we all know kuhusiana na uwezo wake haupingiki, lakini pia Diamond Platnumz. Tunafahamu kwa Tanzania ni kama kuna vita kati ya mashabiki na wasanii, hatuwezi kuignore. Lakini pia tuko tunasubiri tuone ni mtu gani ambaye ataweza kufanya kitu ambacho pengine mashabiki wakapunguza hasira, wakarudi kusupport muziki kama ilivyokuwa zamani na vitu vingine kama hivyo. Tumeweza kuona Mario amejaribu, lakini inaonekana ni kama amecheza mchezo mchafu na wa mitego kidogo. Yeye ndo ameweza kuonyesha kwamba ana uwezo wa kufanya kitu bila kutumia nguvu, na bado akaweza kufanya vizuri na kuweza kuingia on trending pale YouTube. So langu ni kwamba kwa hiki ambacho, kwa hizi hatua ambazo Diamond amezifanya, ama kwa hizi levels, ama kwa jinsi ambavyo ameweza kuheshimisha game ya Bongo Flava kuweza kushiriki katika kuandaa wimbo ambao ni mkubwa katika historia ya muziki wa Afrika, lakini pia hata mpira pia, unadhani kwamba Watanzania wanaweza kumsamehe sasa? Wanaweza kuamua kufungua, kukunjua na kuamua kuruhusu maisha endelee kama ilivyokuwa zamani kwa wasanii, kwa kuweza kuhusika katika show zao, lakini pia kuweza kusupport kazi zao pale ambapo wanapokuwa wameachia, na kuacha kabisa zile campaigns ambazo zilikuwa zinafanyika za kupromote, kukataza watu kwenda YouTube kwenda kusupport ama kutazama video za wasanii. Unadhani kwa hiki ambacho Diamond Platnumz amekifanya kitasaidia kupunguza hasira? Kwa sababu amewaweka pamoja pia watu wa michezo. Unajua Tanzania ni moja kati ya nchi ambayo ina watu kibao tu ambao wanafuatilia mpira wa miguu, so kuimba kule sikagusa Tanzania. So unadhani kwamba hii itasaidia kupunguza hasira ama kuminimize kile kinyongo ambacho Watanzania walikuwa nacho? Let me know kupitia kwenye comment section, niambie hiki ambacho Diamond amekifanya ama hii hatua ambayo ameipiga itasaidia kupunguza hasira za Watanzania, ama minuno na mikunjo iko pale pale, ukusije utaacha ndala. Let me know kupitia kwenye comment section.